Mungu ambaye umempokea ana different functionalities, ana part nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia, na one of it is the hand, ni mkono wake mwema. Mkono wa Bwana mwema. What is the hand of God? Ni kuprovoke the working power, nguvu itendayo kazi ya Bwana. Mkono wa Bwana unaweza ukatumwa. Utume mkono wa Bwana kwenye maisha yako. Haleluya. Mkono wa Bwana si mfupi hata ukashinda kuokoa. Hauwezi ukashinda kukutoa katika hicho kimeo. Mkono wa Bwana sio mfupi ukashinda kukutoa kwenye hiyo shida. Ukisema mkono mwema wa Bwana, maana yake is what? You are provoking the miracle working power. Sehemu ya nguvu ya Mungu ambayo inaweza kufanya kazi kwenye maisha yako. Kuna some few things ambazo vinaweza kusaidia sasa ili kuweza kutembea vizuri na huu unaitwa mkono wa Bwana. Cha kwanza kinaitwa imani. Kila mwendaye Mungu lazima aamini kwamba yupo, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Unapokuja kwa Mungu, anayekuja kwa Mungu, maandiko yanasema hivi, lazima kwanza aamini ya kwamba huyu Mungu yupo, na aamini kwamba huwa anawapatia thawabu watu wake. Thawabu ni kitu gani? Anatenda. Lazima aamini kwamba huyu Mungu yupo na anatenda. Mkono wake mwema upo na unatenda pia. Imani ni nini? Imani chanzo chake ni kusikia. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Kwa dalili ya kwamba mimi naamini, tabadilisha usemi wangu, taanza kusema kwa namna nyingine sawa sawa na kile ambacho nakiamini. Aliye dhaifu aseme nina nguvu, kwa kuwa anaamini kwamba anazo. Atashangaa akisema ana nguvu, ile kauli yake ndio inasababisha nguvu zimwingie. Teknolojia ya roho ni hivi, nikiwa dhaifu, nikisema mimi ni dhaifu, nakuwa dhaifu. Nikiwa dhaifu nikasema nina nguvu, usemi wangu wa kwamba nina nguvu ndio unaruhusu nguvu ziweze kuingia. Ukiendelea kuwa unakili mambo ya negative, maanake wewe hauna imani, na ukiwa hauna imani huwezi kupata cha Mungu. Na imani ukisikia unaweka kwenye akili yako hapa, huwezi kutenganisha imani na imagination. Kitu cha pili ambacho kinasaidia kuweza kuprovoke mkono wa Bwana kinaitwa rehema. Rehema za Bwana. Rehema maanake ni kwamba nina makosa, lakini Mungu ameamua kunifutia makosa yangu. Yesu pale msalabani alipokuwa anakufa, aliachilia vitu vikubwa viwili. Cha kwanza aliachilia rehema, na cha pili aliachilia neema. Rehema ni kwamba una dhambi, una makosa, lakini ninachagua mwenyewe kukufutia. Ni heri watu wale ambao Bwana hawahesabii dhambi, hawahesabii makosa. Katikati ya dhambi zangu, katikati ya makosa yangu, ni heri niangukia kwa Bwana, kwa maana kwake kuna fadhili, kwake kuna rehema. Kwa hiyo nina matumaini ya kwamba ni kwa huruma za Bwana tuangamii, na ni kwa rehema zake, na rehema zake hizo ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wake ni mkuu. Na nikwambie kitu, Mungu anatamani kukurehemu kuliko unavyotamani kujirehemu wewe. Pale msalabani, hapo kuna mwizi, hapo kuna mwizi, Yesu yupo katikati. Yule mwizi hakuhubiri habari njema za Yesu, alikuwa mjui Yesu, alikuwa ni mwizi, hakutembea na Yesu kama kina Petro. But you know what happened? That man pale msalabani akasema kauli moja tu, Bwana naomba niwe na wewe huko. Kwa kuwa Yesu rehema zake ni nyingi na hapendi mtu angamie, pale pale akasema wewe sikuachi, utakuwa na mimi. Hakuanza kwambia unajua lazima kwanza uende upige mafundisho, inabidi kwanza ufunge siku 7, inabidi kwanza no, sitaji hicho kitu. As long as jamaa ametambua kwamba naweza nikamsaidia, msaada wangu unapatikana hapa hapa. As long as umetambua kwamba Mungu anaweza kukusaidia katika maisha yako, msaada wake unapatikana pale pale. Cheko na mwizi anafukuzwa, wao wanataka kumchoma na matairi, anajua hapa kabisa, hapa nimekusha, nikibakia jamaa ananichoma, ananiua. Ila hapa cha kwanza haraka anakimbia kituo cha polisi. Bora kesi isomwe nikiwa polisi, bora nibakia hapa polisi nipeleke mahakamani nisomewe kesi yangu kuliko kwenda kwa jamaa. Nikienda kwa watu niua. That's how it is. Ni heri nikimbilie kwenye mahakama ya Bwana, japokuwa najua nina makosa, lakini najipeleka mwenyewe mahakamani. Ila nikifika mahakamani nachukua kifungu kinachoitwa ni kwa huruma za Bwana hatuangamii, ni kwa rehema za Bwana hatuangamii. So niko mahakamani kabisa, na mshtaki wangu ameinua bendera juu, amesema huyu amezini, huyu anatakiwa apigwe moyo mpaka kufa. Lakini japokuwa niko mahakamani, ila unafahamu mahakamani anaweza kama mtu anakosa kabisa, lakini akijua kupindua sheria anaondoka na ushindi. Ni kweli kabisa, kwenye mahakama nina hatia, but ndio wote najua namna ya kuweza kuprovoke huruma za Bwana, na umimina moyo wangu mbele zake, na nyenyekea mbele zake kwa machozi na kulia na kwa kunyenyekea. Bwana, hapa ukiniacha sitoboi. Unalia mbele zake Bwana hapa kwa toba. Hiyo inaitwa wewe Mungu mwenye kuwarehemu maelfu kwa maelfu, unirehemu na mimi pia. Mungu mwenye kuwafadhili watu mpaka kizazi cha 4, unifadhili mimi na vizazi vyangu vyote. Unajua hakukuwa na shida kwa Wayahudi zama za kina Esther. Mordekai ndio alikuwa na shida, alikaa pembeni ya mlango, yule bwana akawa anapita pale, alafu Mordekai akaacha kumsalimia. Baada tu ya kushindwa kusalimiwa, eti yule bwana akaazimia kumuua Mordekai na kuwaua Wayahudi wote. Aliyekosea ni Mordekai peke yake, lakini unakwenda kuua mpaka Wayahudi wote. Maana ni kitu gani? Kuna adhabu zingine zinaweza zikatoka kwako zikapiga uzao wako, zikapiga uzao wa uzao wako, na uzao wa uzao wako
mpaka kizazi cha 4. Kwa sababu gani? Mama alikosea, baba alikosea, watu wamekuwa wamesuka bomu, na ile bomu hawlisuki peke yake, wao na watoto wao, maana ukiwaachia watoto wao watakuja kuwaokoa. So mtu anakupiga wewe, anapiga na watoto wako na wajukuu zako na wajukuu za wajukuu zako, ili asipatikane mwokozi kabisa. Hapo utoboi. Rehema za Bwana ukiziita ndio sina msaada. Nilipokuwa natakiwa nihukumiwe jana na juzi, full of mess, rehema zake zimenitoa hapo, nimekuwa rescued. Mbona fahamu habari za Rahabu kahaba? Rahabu kahaba, unaona tu kahaba, lakini usahau kwenye ukahaba wa Rahabu kuna mimba ambazo zilikuwa zinatolewa. Nafikiri kwa kahaba tu kawaida, lazima kuna vitu kwa anafanya vingine ambavyo vibaya zaidi. Now imagine Rahabu kahaba huyo, wengine wanatoa mimba mpaka nafikia tu kizazi kinaondoka, and yet bado rehema. Aliambiwa hivi, Rahabu, sikiliza, ukitaka kutumia ujanja hapo utoboi. Kesho tunakuja kuchukua mji wa Yeriko. Weka juu kitambaa chekundu, ishara ya mercy, ishara ya rehema. Alafu tukikiona kile kitambaa tu tutakuacha. Alafu kutokea pale Rahabu alikuwa kahaba, akaingizwa kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Kitabu cha Toka kule wanaongelea ni Rahabu kahaba. Mathayo sura ya 1 hawasemi Rahabu kahaba, wanasema Rahabu akamzaa fulani kwa Rahabu. Atajui kama kwa Rahabu kahaba, ni kwa Rahabu. Kutokea pale Rahabu alitoka, aliokolewa, akaingizwa kwenye kabila la wana wa Israeli, akaolewa na mtu wa Israeli, na baada ya kuolewa akawewa mimba, akazaa. Ndio maana kitabu cha Mathayo kinamwinkludi kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Asingeingia kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo kama asingeolewa na watu wa Yahudi. Maana that woman, she alipokea mercy, the mercy of God. Rehema za Mungu zilikuwa ni nyingi sana kwake, zikasahau habari za ukahaba, zikasahau habari gani, na zikampatia privilege, zikampatia nafasi mpya ya kuweza kuingia katika ukoo ambao haukuwa wa kwake, kwa kuolewa na mtu wa ule ukoo. Sema asante Yesu, kwa maana kuanzia leo mimi nimepokea rehema zako. Hakuna hukumu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. So kama ulikuwa unataka kuhukumiwa umaskini, rehema zimekuepusha. Kama ulihukumiwa uwe mtu asiyekuwa na maisha mazuri, rehema zimekuepusha. Kama ulihukumiwa hauyo hata olewa, rehema zimekuepusha. Rehema za Mungu. Mungu amekuangalia, akikuangalia ameliona kosa kabisa, lakini anasema my mercy. Haleluya. Mkono wa Mungu mwema, au Mungu anayetenda vitu awe na wewe. Cha tatu ni neema yake. Neema nini? Neema ni kukubalika mahali ambako wewe hauna vigezo. Rehema zinakuondolea makosa. Neema inakusaidia kupokea ambavyo hujawahi kupokea. Rehema inakuondolea hatia, inakuondolea dhambi. Ni heri mtu yule ambaye Bwana amhesabii makosa. Kuna mtu ambaye Mungu akimwangalia hata kama ana makosa, lakini Mungu hamhesabii makosa. Kumbe yupo mtu ambaye Mungu akimwangalia hamhesabii makosa, na huyo mtu ni wewe. Mungu akimwangalia hakuhesabii makosa, as long as upo katika madhabahu ya Bwana. Nikienda kuombea mbele za Mungu, najua kabisa hao watu wamezingua. Inawezekana wakati mimi naomba hapa, kuna mwingine amezingua. Do you remember the time of Job? Ayubu alikuwa anakwenda kuwaombea watoto wake. Wakati anawaombea na kutolea sadaka, wao wako kwenye party, wanaenjoy maisha. Ndivyo ambavyo tulivyo watumishi wa Mungu. Naweza nikawa nimejikunja naomba usiku wa manane katika jina la Yesu. Kumbe wakati nakuombea wewe, wakati wewe nakuombea wewe kwenye kitanda cha uzinzi. Imagine that. Utoboi hapo. Lazima niingize gei nyingine. Mungu anajua kabisa sasa hivi ninavyoomba kuna wengine wako kwenye mambo ambayo sio sawa, lakini nao pia wanajitambulisha, wanajidentify kama ni watoto wa Pastor Masunga. Kwa hiyo nafanya siwezi kuwatupa hawa, nao siwezi kumtupa mtu, lazima niendelee kuwatunza, lakini hawakumbatie kipindi ambacho wamechafuka. Niwasafishe mimi kwa neno lako, niwasafishe, alafu baada ya kuwasafisha niwaombee kwa rehema zako Mungu, uendelee kuwa nao. So inakuwa ni total work of the mercy of God. Naweza kaja mbele za ushuhuda, Pastor, namshukuru Mungu amenitendea. Unajua kabisa juzi utoka katika ulevi, alafu Jumanne umetoka katika ulevi, Jumatano Bwana akafanya, Alhamisi, Jumapili ukaja kanisani na kutoa ushuhuda. Kwa sababu limetokea katikati ya ulevi wako, jambo limetokea kwa haraka unaweza kusemaje? Mungu kumbe anafanya hata kama nisipokuwa, hata kama nikiwa nalewa kidogo, kumbe Mungu anaendelea kunitendea. No, amekutendea kwa sababu kuna mtumishi wa Mungu amekuombea, rehema za Mungu zikupige. Kwa Mungu anakurehemu, anakupatia muujiza wako. Ule muujiza umepata kwa sababu gani? Amepass over judgment, ameiruka hukumu yake kwako. Na Mungu akipass over judgment maana yake nini? Amekupatia rehema zake. Rehema za Mungu ndio pekee zinaondoa hukumu kwa mtu. Sasa ngazi ya pili, ikitokea Mungu ameniondolea hukumu, lakini bado nataka nipate favor, bado nataka nipate vipawa vyake kufanya kazi kwenye maisha yangu, then ananiondolea hukumu, alafu ananipatia neema. Ananiondolea hukumu kwa rehema zake, ananiongezea uwezo kwa neema yake. So nikiwa natembea ni mtu ambaye number 1 nina imani, natembea nikiwa na imani ya mwana wa Mungu. Number 2, natembea nikiwa nimehurumiwa kila wakati. Number 3, nimeongezewa uwezo wa ziada. Huo uwezo sasa unaoongezeka
ambao ndio neema ya Bwana. Ndio katikati ya uwezo, sehemu mojawapo ya uwezo inaitwa mkono wa Bwana mwema unakuwa juu yako. Waefeso sura ya 1, sura ya 2, sura ya 3 anaelezea vizuri zaidi. Tulikufa pamoja na Kristo, tukafufuliwa pamoja naye, tumeketishwa pamoja naye juu sana. Wapi? Tumeketishwa pamoja mkono wa kuume wa Mungu. Kwa wewe uliokoka uko ndani ya Yesu, lakini ndani ya Yesu wewe na Yesu mmekaa upande wa mkono wa Mungu ambao ni wa kuume. So mkono wa Mungu hautafuti, uko nao. But how do you provoke it? Unaweza vipi kuamsha? Unauamsha number 1 kwa kuamini. Number 2 kwa kuwa na rehema za Bwana. Number 3 kwa kuwa na neema, kwamba ni kwa sababu ya neema yake nimekaa na Yesu, sio kwa sababu ni amenipendelea tu ndio nimekaa naye, sio kwa sababu na vigezo. Ni kwa sababu ya neema yake. Haleluya. Sio kwa sababu ni mtakatifu sana, no, amenirehemu, amenipatia rehema. Namba 3 ni kwa sababu na imani. Kwa hiyo kwa vitu vitatu hivi na tukaribie kiti cha enzi kwa ujasiri. Let us come boldly. Kwa nikianza kuomba naomba kwa ujasiri, kwa sababu I know for sure I am full of mercy, full of grace. Nimejaa neema, nimejaa rehema. Kwa naomba kama mtu mwenye ujasiri, nikiutuma mkono wa Bwana hauendi peke yake. Mkono wa Bwana mwema unakwenda na nguvu. Kwa adui zangu unawapiga.